Sasa mitungi ni mitano. Hapo nakuwa na kudai 232,032. Sasa tukijumlisha na lile deni letu la nyuma itakuwa ni 275 bosi wangu, si ndio? Usijali kuhusu hilo. Unalipa sasa hivi ama? Ndio bosi, nalipa. Ikena akamshika mkono. Naam, hujasema chochote kuhusu ombi langu lakini. Lipi bosi? Maana hii sio garage kwamba nitakusaidia kutengeneza gari yako na garage iko pale. Usiwe mjinga bana. Unajua kabisa kitu gani ambacho mimi nahitaji na kitu gani ambacho mimi naongelea hapa. Nahitaji ukanifanyie massage chumbani kitandani. Mimi sijui kufanya massage na staki. Ila nakuhitaji. Na sitokuzuia kuwa na mpenzi wako, sijui girlfriend wako. Na wewe umeshaolewa. Tulia, hivyo vitu vya kawaida siku hizi bana. Wewe kubali tu, uone ambavyo mimi nitaenda kubadilisha maisha yako kabisa. Wewe kubali tu. Hivi unajua wewe ni sawa na bibi yangu eh? Wewe ni bibi, samahani. Samahani sana mama. Usiniite mama bana, niite baby. Yaani ukiingia ndani yangu utamu wangu, yaani wewe mwenyewe utakubali. Usinishike bana, na mikono yako inaniumiza. Wewe mzee vipi? Unajua una kichaa wewe? Unajua una kichaa? Yaani unakubali pesa iondoke, fuko la pesa liondoke, sisi tunakufa na njaa hapa. Wewe jamani chizi nini? Kwani nyinyi hamjui kama mimi na girlfriend wangu? Sasa girlfriend wako kafanya nini? Atakusaidia nini ule girlfriend wako? Sikilizeni, sio kila sukari inabidi ule. Sukari nyingine inaweza kukuletea diabetes. Ukapata matatizo mengi zaidi. Nampenda Lizi. Hivi una hakika kama Lizi anakupenda wewe? Una akili kweli? Wanangu, hii ni movie inaitwa Sentiment. Bomba la movie. Kaa chini, chukua popcorn zako, tulia hapo, maji yako ya baridi kabisa. Mimi naitwa Seda. Tunaendelea hapa. Kaa hapo tulia upate funzo moja. Bomba la movie wanangu, bomba la movie. Tondoke. Bado umelala? Kamwagiwa maji. Na itakiwa uwe kazini sasa hivi. Uzembe gani huko kwenye kochi langu? Nenda kanioshe pikipiki yangu sasa hivi. Basi kinyonge pale Ikena kanyanyuka kwenda kuiosha pikipiki ya mzee. Hii ni nyumba ya mzee na Ikena ni mfanyakazi wa huyu mzee katika duka ambalo tumeliona pale mwanzo la gesi, na wako watu watatu ambao wanafanya kazi katika lile duka. Sasa huyu mwingine ambaye anaonekana hapa ni tomboy, ni mtoto wa kike wa huyu mzee. Mzee za mchana baba. Za mchana zipo huko kulikotoka. Unajua sikuelewi wewe mtoto. Wewe ni mtoto wangu wa kiume au mtoto wangu wa kike? Baba, nipo kama unavyotaka na kama ambavyo unafikiria. Kwamba mimi nataka uwe kichaa. Ona ambavyo unaacha chupi zako nje sasa. Baba, hizi ni boxer zangu tu. Boxer? Kwamba siku hizi unaenda gym unajifunza kupigana boxer ama? Mbona sikuelewi? Ngumi kama hivi baba, si unaona Sasa kwa nyuma hapa anaonekana kuna mchizi mmoja anatoka anaitwa Mike. Ni mfanyakazi pia katika lile duka la gesi la huyu mzee. Na hujaenda kazini mpaka sasa hivi. Kwani mmekuaje nyie? Hii nyumba yangu ina shida gani? Mtokeni wote hapa sasa hivi muende kazini, wajinga nyie. Sasa mchana mzee anatembelea dukani, anamkuta Ikena anakula msosi mmoja mzuri kinoma. Unakula fufu? Umepata wapi hiyo pesa? Sijanunua bosi, ni Funke kanipa. Funke? Ndiyo, Funke huyu binti yako. Funke kakupa wewe chakula? Yaani kakupa nyama nyingi kuliko ambazo mimi huwa ananipa na kula? Ndiyo bosi. Aise, hapa kuna kitu hakipo sawa. Kwa nini binti yangu akupe chakula wewe? Kwani kuna chakula ambacho mimi siruhusiwi kula bosi? Kwani kuna ubaya gani? Yaani mzee ana roho mbaya kinoma noma. Yaani mzee ni mbinafsi kinoma. Sasa jioni kutokana na ile swala la Ikena kupewa chakula, bosi akawa amepata wivu na hasira na uchungu kutokana na uchoyo wake. Akawa ameita kikao hapa. Akasema kwamba mnajua huu uchumi ni mgumu kinoma. Sasa biashara hakuna kabisa. Na hii nyumba yetu ndo ambao sisi tunaishi vizuri kuliko nyumba nyingi sana katika mtaa wetu na kijiji kizima hiki. Sasa nashangaa kama uchumi ni mgumu alafu naona mmoja kati yenu ananenepa, ni ishara kwamba anaiba. Anatuibia sisi na huyu atakuwa ni jambazi. Sasa na ndo maana nakuwa na mashaka na wewe Ikena. Ikena nashangaa. Nyie sasa si mnakula mara tatu? Manake mnaniibia pesa pia kule dukani. Kwa mnakula mara tatu na mnaniibia pesa. Kuanzia sasa mtakula mara moja kwa siku. Sijui tumeelewana? Watu wote Mzee anasema mnashangaa nini? Mpo kwangu alafu mnashangaa mnataka mnipangie ama? Nasema hivi, mtakula mara moja tu. Basi watu kinyonge sana, ikabidi wakubali wanyanyuke, kila mtu aende chumbani kwake kwa sababu hamna la kufanya. Si mnajua mnakaa kwa mtu na mnafanya kazi kwa mtu na elimu bado sio kubwa na kazi yenyewe ni ngumu hapa mjini Lagos. Kwa hiyo kazi kweli kweli yani. Sasa huyu ndo girlfriend wake na Ikena, yule ambaye alikuwa anamzungumzia kwa sugar mami wake. Huyu anaitwa Lizi. Kamletea zawadi kibao, lakini bado mtoto wa kike anamnyima kumpata busu tu, yani walau hata kisi tu. Shika hii. Ndio nilikuwa nayo leo. Hii iliyobaki kidogo itanisaidia. Sasa mbona kama unahesabu kinyonge hivyo? 10,000?
Si nilikuomba shilingi 15,000? Ndiyo, ila sina pesa kwa sasa, bosi wangu hajanilipa bado mshahara. Sasa mimi hiyo inanihusu nini? Mimi naona tuachane tu kwa sababu bado hauna uwezo wa kumhudumia mtoto wa kike. Baby, nivumilie. Unajua nikijipata nitakutunza kwa gharama kubwa sana na nimekumisi bana. So kwa kuwa umenipa shilingi 10,000 ndio nataka ulale na mimi tena hapa, si ndio? Kwa ni kama unaninunua. Mimi sio mpenzi wako tena, uwezi kunihudumia, sawa? Yaani kwa kifupi mtoto wa kike ni kama anamtumia mchizi. Yaani anamchuna alafu ampi chochote kile. Leo mzee kaweka kikao tena. Nahitaji mniambie kwa pamoja, mnijibu hili swali kwa pamoja kabisa. Mauzo leo mlioyauza ni shilingi ngapi? Wote watatu wakajibu, lakini kila mtu akajibu kwa jibu lake. Lanzo pamoja na Mike wakasema 5,500, wakati Ikena anasema ni 800,000. Lanzo na Mike wao wakasema 5,500. Sasa Lanzo na Mike wakaulizwa, kwa wenyewe mmeuza regulator, mmeuza mitungi, mmeuza kila kitu, mmepata 5,500, si ndio? Ndio bosi wangu, ndio ambayo tumeipata. Kwa hiyo mna uhakika kama hamjanidanganya? Ndio bosi, hiyo ndio ile ambayo tumeiuza leo. Sawa. Na Ikena, sintokusamee kama nikikuuliza alafu kaongea uongo. Sintokusamee, naomba uniambie ukweli. Ikena, niambie ukweli, la hasivyo sintokusamee. Mmeuza shilingi ngapi leo? Bosi, leo tumeuza 800,000 bosi wangu. Sasa mbona nyewe mmesema 500,000? Bosi, itakuwa tu au calculator ile imeharibika. Sawa. Mnaweza mkaenda, msijali. Ikena, kuwa makini sana. So mzee baada ya kugundua kwamba Lanzo pamoja na Mike wanamuibia na hawa jamani ndugu, yani ni yatima na wanadada hao ambao ndo huyu hapa ambaye anawatetea hapa, maana mzee kaamua kuwafukuza kabisa. Umeona bana, na dada hao anajaribu kuwatetea lakini mzee kakataa kwa sababu jamaa wamempiga sana ila nyingi. Baby, mbona kupigia simu upokee, unanipa wasiwasi unajua. Sasa kwani kila sehemu mpaka nikwambie? Mbona kama kuna sauti ya kiume hapo inaongea? Huyo ni nani? Nasikia anasema ukate simu uendelee. Lizi akaona ujinga akakata simu. Ikena anajiuliza, au atakuwa na mwanaume afu mimi ananiona mimi chizi nini? Au simtanie. Mazima akaenda kwenye geto la Lizi anakimbia kinoma. Mchizi kaingia mazima, unaambiwa hapa Ikena. Mikono mingi. Muuni kaona shafumaniwa bisho hapa. Mbio, toka, kamata huyo, shika fimbo, piga huyo. Muuni kakimbia na box babu. Aise, kifumaniwa hata kama uwe kidari vipi mzee, hata uwe na kidari kama difu ya tractor lazima uwe mpole tu. Yaani mimi nakuhudumia alafu wewe ndo unaenda kutoka na ule bisho, au sio? Mimi nakuhudumia unaona mimi chizi, yani mimi nakuhudumia unaona mimi fala, au sio? Yaani mimi nakuhudumia unajua. Baby, acha ngoja nikuelekeze baby. Mambo yanazungumzika. Wewe nisikilize mimi nikusikilize nini? Baby, acha nikuelekeze lakini baby nisikilize. Sawa Lizi. Ikena kaondoka ila kinyonge sana. Ikena kurudi dukani moja kwa moja nakutana na sugar mami wake kama kawaida. Sugar mami naye analeta stories zile kwamba anamtaka mchizi kwa sababu yeye anamuelewa mchizi na anahisia na mchizi na hakuna mwanaume mwingine ambaye anaweza akaenjoy kama atakavyokuwa na mchizi, na maanisha Ikena. Ikena naye kaona huyu bibi naye analetea uchizi tu. Ashaletea uchizi na Lizi na huyu bibi naye anamletea uchizi, bwana hebu jikatae bwana. Hebu niache. Yaani Ikena kamkataa mazima. I say kizungumkuti wanangu. Sasa kutendwa kuna ujue. Funky anamkuta Ikena hajala chakula kabisa, ana mawazo kinoma. Funky anapatana sana na Ikena. Sasa wewe ndo unakuwa unalia kama mtoto wa kike bana. Mbona kama unazingua mwanangu? Nimewafuma Lizi unajua. Yuko na kijamaa fulani kifupi tu yani. Toba ye. Mailizi namhudumia kila kitu ila kaniumiza. Na kimtu kifupi. Lizi huyu. Sasa ngoja nikamuonyeshe mwanangu Ikena, wewe subiri. Funky akamfuata Lizi. Umemfanya nini rafiki yangu Ikena? Kichapo, gumi, piga, kaba, toa wigi, piga, mjinga wewe, nyonga. Funky anamkubali sana Ikena, kuona anaumizwa, hawezi akaelewa wewe wala hawezi akakubali kabisa ipite hivi. Sasa huku usiniletee ujinga. Peleka ile begi alafu atakupa pesa yangu uje nayo. Alafu sijifanya mtakatifu sana. Bosi, alafu mimi bikra unajua. Mimi hanihusu hayo. Kwamba angekuwa ametoka huko kahaba mwingine anajiuza mbali huko singeenda kulala naye. Hebu nenda. Yani kwa kifupi ni kama madam amemlipa huyu bosi kwamba ili amtume kijana kwake madam aweze kulala naye. Yani ule sugar mami kakomaa kinoma. So Ikena kama ameleta mzigo kwa Madam Glory. Ndio yule sugar mami ambaye anamtaka kinoma mchizi. Bibi kajiandaa kila kitu, kajipiga malashi, maperfume, kila kitu nini, kaoga safi, katakata, kajipiga kitaulo kwa juu pale, anamsubiri mchizi ailete shughuli. Kaingia ndani. Ikena, mchumba. Za jioni mama, mimi sio mama yako, ingia ndani. Nimeleta mzigo, bosi kaniagiza. Sawa, hebu zunguka. Nizunguke?
Kwani wewe hujawahi kuwa na mwanamke au? Ndio, mimi ni bikra. Mama, sijaja kufanya mapenzi. Kwani unataka nikupe shingapi kijana, eh? Njoo bana. Sitaki, mimi nataka kuondoka. Sikiliza, nitakupa 1,000,000. Usiku mmoja kulala na mimi. Nimeomba niondoke. Sema tu ndio. Nikubadilishie maisha yako. Madam, nisikilize. Najua una akaunti ya bosi. Utamlipa. Mimi naondoka. Basi nitakupa 2,000,000 kijana wangu. Nitakupa 2,000,000. Ila Ikena hataki kabisa kusikia. Sijui mambo ya shortcut, mambo ya zinaa, hataki kabisa kusikia. Mchizi ana msimamo mmoja safi sana. Wewe hujaenda kazini hadi paka sasa. Unasubiri nini? Bosi, ninaoma kali sana. Nahisi nazidiwa. Naona hadi kizunguzungu. Ndio kisingizio cha kutokwenda kazini, Sasa maliza kufagia alafu uende dukani. Kwanza umeosha pikipiki? Ndio bosi. Sasa nisikilize. Nikifika dukani nisikukute, hautoamini macho yako. Alafu nimesahau funguo. Ngoja nikachukue funguo yangu. Wewe, mbona umelala? Una shida gani? Mzee, naumwa sana bosi wangu. Mzee, huyu kijana anaonekana naumwa kabisa. Na wewe umefuata gesi hapa au umefuata kuongea na mfanyakazi wangu? Bosi, nisaidie hata pesa kidogo nikanunue dawa basi. Oh, unataka dawa? Okay. Leo umeingiza shilingi ngapi? Bosi, si mbona ndo bado mapema sasa hivi nitakuwa nimeingiza shilingi ngapi? Kwa hiyo unataka mimi nitoe mauzo ya jana ndio nikununulie wewe dawa. Hivyo una kichaa? Hebu kanifuatie chakula kwanza. Na njaa. Mjinga wewe. Yaani unajua mzee ana roho mbaya paka inapitiliza unajua. Sasa leo jioni Funke ndo ambaye anamhudumia Ikena. Funke ni mtu mzuri sana. Ana roho nzuri tofauti na baba yake. Na anamwambia Ikena kwamba unanitisha unajua, usije ukafa bana. Alafu hiyo makali sana. Mbona unakuwa moto? Hadi kitambaa kinakuacha moto. Ikena usije ukaniacha bana. Mimi mwanako nitakuwa na nani sasa? Unajua ni marafiki kinoma. Sasa leo mzee anampa kesi ya uongo Ikena kwamba amemwibia mita za gesi ambazo ni nyingi ambazo alikuwa amepewa na kampuni fulani ya gesi ili aweze kuziuza pale kama kwa mkopo. Ila Ikena akaenda kaziuza kwa Mr. Ikubo. Na huyu Mr. Ikubo ni rafiki mkubwa sana wa huyu mzee. Ikena anasema mimi hapana, wewe mwenyewe ulinituma nipeleke kwa Mr. Ikubo. Kwanza ngoja kwa nimpigie Mr. Ikubo. Lakini kila akiokota simu, akipiga simu Mr. Ikubo haokoti. Kila akipiga simu Mr. Ikubo haokoti. Mara 3 simu imekataa kuita kabisa, kwa kifupi haipatikani na maanisha imezimwa. Nilikuamini sana wewe kijana, kumbe ni mwizi kupindukia. Mchukueni maskari mpeleke. I say Ikena anateseka sana wanangu. Unajua unaweza ukalia ujue. Baada ya Ikena kuondoka, mzee anampigia Ikubo. Safi. Hivyo hivyo usipokee simu tena, ikiwezekana uzime kabisa. Mimi nitakupa cha kwako unachokitaka. Wameshamchukua, nimefurahi sana. Ikena bana alifanikiwa kutolewa baada ya siku kadhaa kituoni, na ambaye aliweza kumtoa simu mwingine ni Funke ambaye ni mtoto wa yule mzee Tomboi wetu. Naomba msamehe sana baba yangu. Yule mzee ni mzaifu sana. Hayuko sawa kiakili. Sijui nimemkosea nini baba yako. Na wewe wala hujawahi kunikosea Funke. Funke, nimelinda mali za baba yako kama mali za baba yangu. Kwa nini ananifanyia hivi sasa? Nilikuwa nazuia watu wasiibe mali zake. Kwa sababu namheshimu baba yako, amenisaidia ni tangu miaka 10 iliyopita mpaka leo nafanya kazi kwake. Pole rafiki yangu. Huyu ni mjomba wa Ikena. Ikena anaomba ushauri pamoja na nauli kwa mzee, kwa mjomba wake kwamba anataka kwenda mjini kwa sababu kazi kwa yule mzee imeshakuwa ngumu sana. Lakini mjomba wake anamwambia naunga mkono jambo lako la kwenda huko mjini, lakini kiukweli pesa ya kukupa mimi sina. Sasa Ikena kuna pesa ambazo anamdai za mshahara karibu ya miezi 10 yule mzee ambaye ni bosi wake ambaye amemletea matatizo. Lakini kurudi kwa bosi wake kwenda kudai ile pesa, bosi kamfukuza na panga, yani hataki kumpa hata 100. Kwa kifupi mzee ameamua kumdhulumu mchizi. Yani mzee ni mkatili kinoma. Sasa Ikena akaona waende wapi? Kabidi aende kwa Lizi tu kwenda kuomba nauli ambaye ni ex wake. Lakini Lizi naye akamtolea maneno mengi sana, dharau nyingi sana na shombo nyingi sana, shombo kibao. Yani kwa kifupi mwamba hakuwa na pa kuokota yani. Inauma kinoma wanangu. Hii paka inanitoa chozi unajua. Alikata tamaa kabisa. Dunia imemuelemea. Mwamba anapoza kidogo na kandolo pale. Usiombe ikukute, unaweza ukajitoa uhai ujue. Sasa mtu pekee ambaye alikuwa amepata pesa kuweza kumsaidia alikuwa ni Funke. Na kuamini sana rafiki yangu. Wewe ni mpambanaji kinoma. Nenda kapambane. Mimi najua ukifanikiwa utakuja kunisahau. Alafu usije kanisahau unajua mwanangu. Usije kanisahau. Oho. Usijali bana. Mimi siwezi kukusahau. Alafu unajua wewe ni mwanangu sana. Mimi nakusahau vipi sasa? Afisa sikiliza. Unajua kama nimekupa hela nyingi. Kwa nini usije kanitolea hata noti moja basi leo nikapata kutumia? Umeanza tena hapa tena nikutolea. Bana hebu ondoka bwana. Wewe ondoka. Wanapatana sana na wanapendana sana. Sasa leo mchizi ndo anaondoka hapa, na maanisha Ikena
Kwa mjomba anamuaga na Funke naye anamuaga, wanapeana 5 pale. Mjomba anasema ngoja kwanza nikuombe Mungu ili uko uendako safari ikawa njema kabisa na yenye baraka. Sasa miaka 4 baadaye duka la mzee limefutika kinoma. Yaani imebaki mitungi sijui 4 sijui 5, yani mzee haelewi kabisa. Mwenyewe anajuta kinoma na anajisemea kwamba majivuno yangu mabaya yameniponza. Nimepoteza moja mfanyakazi bora sana ambaye alifanya ile duka liende vizuri sana. Mzee paka sasa unajua hana hata pikipiki, anatembea kwa miguu kama kuku wa kienyeji, alafu haelewi chochote cha kufanya. Mwenyezi Mungu nisaidie, nibariki tena nirudi katika hali yangu. Hakika nimejifunza na sitofanya ujinga tena. Mzee anajiwazia kichwani, unajua. Ili ni funzo tunalipata hapa. Sometimes dharau inatufanya tuelekee sehemu mbaya ambayo hatukutakiwa kuwepo, unajua. Leo mzee anauza jenereta lake, maana ndani hakuna unga, hakuna kibaba cha mchele wala maharage wala chochote. Kwa hiyo yeye na mtoto wake Funke mambo ni mabaya, na ukweli Funke kakata tamaa kabisa. Hali imekuwa mbaya nyumbani, kibao kimegeuka, hali ni mbaya. Sasa leo kuna gari moja kali sana ya kifahari, yani hii ikiwa mpya 0 kilomita walau milioni 400 ya Kitanzania hivi. Gari inasimama hapa na anayeshuka hapa uwezi amini. Bwana. Ni Ikena bana, kajipata kinoma. Na yuko paka na bodyguard mzee wangu, unajua soma siara. Watoto anawajua wawili hapa. Kwa akawa anawagawia pesa kwamba wamekuwa sana. Na watoto wanamshangaa paka dada yao anamshangaa Ikena kwa sababu kajipata na walikuwa wanamjua ni maskini tu anasumbuliwa kinoma na kunyanyaswa. Mzee aliona hii. Na ukweli akajisikia aibu sana. Akajificha tu kwamba asionekane. Haamini macho yake kabisa. Ikena alikuwa anatuma pesa na anko wake akawa anamjengea nyumba. Na nyumba ambayo alikuwa anamjengea ndio hii ambayo anaingia hapa. Mjomba wake ni mwaminifu sana. Wote tunamkumbuka mjomba ni mtu safi sana. Vipi Ulaya mjomba? Uko kuzuri sana. Nimekuwa nikizunguka, nimeenda Marekani, nimeenda Canada, nikatoka nikaenda Uingereza, UK, nikatoka nikaenda Ujerumani na pia nikapita hapo Uturuki. Lakini mjomba nikwambie kitu, yani miaka nyuma 4 iliyopita mtu angeniambia eti ungekuwa unasafiri na ndege, unahamisha ndege, unabadilisha ndege, nafikiri ningeamini. Hata nisingeamini. Sasa mjomba ngoja nikwambie kitu. Yani hapa sasa nimetoka Ulaya nikaenda South Africa, Johannesburg. Alafu ndio nimefika hapa. Alafu anko nataka nikupe zawadi kubwa sana kwa uaminifu ambao umenionyesha. Alafu anko unapajua Istanbul? Ndo wapi huko? Huko anapocheza Victor Osimhen. Kumbe mnakutana huko. Ndio, afa shako rafiki yangu kinoma sasa hivi. Basi ikawa furaha sana, misosi ikapigwa sana, sahani na vijiko zikagongana kinoma. Hakumsahau mwanake wa faida Funke Lena. My guy, ni wewe. Cheki nimedrip kumbato. Naotau. Nilisema nitarudi tu. Na hii pia ni ya kwetu. Sasa nisikilize Funke, ubadilishe nguo mwanangu. Twende shopping, ingia nikufungulie gari, ingia. Nipo kwenye gari la mwanangu, msela wangu. Hapa ni kwangu. Timothy, tuletee vinywaji. Ikena, hapa ni pazuri sana. Hii ni nyumba ya kijijini tu. Nimenunua kiwanja pale sokoni kwa chini paka kama unaenda bondeni kule kwa mama fulani kule. Sasa kule nenda kujenga nyumba mansion moja kubwa ambapo yani ndani yake kutoka kuna uwanja wa mpira. Ikena, hebu sema ukweli. Unapataje pesa we? Na hapa, yani ukiniambia mimi hata kama unapata kichawi mimi sitangazi. Nilifanya kila kitu, dereva, ukondakta, hadi gereji. Nilikutana na rafiki yangu mmoja hivi wa zamani. Yeye anafanya shughuli moja kuuza mapazia, mashuka pamoja na nguo kwa jumla, anakuja kuuzia watu wa jumla huko Nigeria. Kwa akanipa mtaji, tukaanza kwenda wote Uturuki. Ule mtaji akaniambia nimrudishie baada ya miaka 2, lakini niliweza kumrudishia hata kabla mwaka mmoja hujaisha. Baada ya hapo pia nika nimefungua kampuni moja ya kuuza nyumba na kununua viwanja na kuuza pia viwanja. Ikafanya vizuri, lakini pia nikafungua kampuni ya ujenzi ambao nimepata contract makubwa kutoka serikalini. Kwa hiyo kwa sasa niko vizuri, napata contract kutoka serikalini na vitu kama hivyo. Sasa mzee wivu umemjaa kinoma. Umeona Ikena kafanikiwa ndani ya muda mfupi sana. Anahisi kwamba alimwibia pesa zake. Inakwaje amefanikiwa ndani ya miaka 4 tu wakati alikuwa maskini, anampiga makofi, anamnyanyasa anavyotaka. Mganga anasema huyu kijana ni msafi sana. Hana tatizo lolote lile. Ni mtu mwema sana, mikono yake iko safi sana. Kwa hiyo hatuwezi tukamloga, na tukimloga ataleta madhara makubwa sana. Miaka 4 ndo afanikiwe? Hapana. Sasa kwa unataka nini? Mimi nikisema tumuue utanishangaa. Sasa mimi naona tumfanye wewe kichaa tu. Kwa hakika kitu kikienda juu angani
kikikosa huwa kinarudi. Kwa hiyo kama tukimroga akawa kichaa, kama kutenda dhambi hana kosa, huo uchawi utakurudia wewe, utakuwa kichaa. Mimi sina tatizo, fanya tu. Sasa dakika kadhaa tu mzee kutoka kwa mganga anashangana za kubweka kama mbwa koko vile. Koko. Mzee akaona usintani, akarudi kwa mganga. Mganga akamwambia kabisa, nilikwambia yule kijana ni msafi, hana kosa. Sasa siwezi kukusaidia, ila ukitaka upone ni lazima kwanza umsamehe kabisa, uwe na moyo safi na yeye usimchukie, na uondoe chuki yako kwake na uwe na upendo na yeye. Ikishafika hiyo hatua, umekubali kumsamehe, umekuwa safi, utapona hapo hapo. Hiyo ndo dawa pekee ambayo naweza kukwambia. Lizi maisha amempiga sana, kama tunamkumbuka Lizi, maisha amempiga mno, kachoka sana. Ana watoto 5 na sasa ana mimba nyingine. Kamfuata Ikena, anaomba msamaha. Hii ni baada ya kusikia Ikena amerudi tajiri na hii nyumba ni ya kwake. Ikena, ni mimi Lizi bwana. Wewe nani umesema? Lizi bana, ex wako. Lizi, na kukumbuka basi nilikuwa tu nimesahau. Lakini Ikena umejipata. Mimi nilisubiri tu nikuone tena, nione maisha atakuwa amekuchapa vipi. Nilisikia umeolewa lakini na una mtoto na watoto 5 na huyu ni mwingine ndio wa 6. Ikena, usijali, sema. Ila ndoa ile ilikuwa ni ya bahati mbaya. Mimi sijaolewa kwa makusudi Ikena. Nimerudi kwako hapa ili tuanze upya Ikena. Hamna cha kuanza upya wala nini. Inabidi ubaki na ndoa yako tu. Hiyo ndoa haikuwa makusudi, ilikuwa ni chaguo lako. Si ndio yule jamaa wako ambaye nikufumania naye, si ndio? Ni kosa langu, nimejua makosa yangu Ikena. Lakini Ikena anamkataa Lizi kabisa. Anamwambia unaonekana kama kichaa. Alafu unajua utakuwa na njaa sana na watoto wako. Timothy, njoo ndani uchukue pesa umpe huyu binti aende akasaidie familia yake na yeye mwenyewe apate hata kula vizuri na kuishi vizuri. Ameachwa Lizi kwenye mataa. Lizi anatamani kulia mwenyewe. Analalamika, anasema kwamba hii mali, hii nyumba, huu utajiri wote wa Ikena angekuwa nakula na mimi. Sasa hivi nimebaki peke yangu, ona hii gari. Mimi si ningekuwa na kasiti ya mbele pale. Jamani, kwa nini sikusubiri kidogo Lizi? Kwa nini nilikuwa na haraka sana? Majuto ni mjukuu wanangu. Majuto huku Funke kavaa nguo za kike, kapendeza kinoma. Yani Ikena kumuona tu hebu geuka mama, geuka. Bana, mimi nilijua tu sijapendeza. Amna mama, umependeza, hebu geuka. Oyo, okolalalameko, umewaka. Uwe ni mzuri sana Funke, I like it, umependeza sana. Sasa leo mzee kapona bana. Hii inaonyesha kabisa kwamba amekubali kumsamehe kabisa Ikena na amejua kabisa mchizi hana kosa, kwa hiyo anabaki kujilaumu mwenyewe. Ikena kaja kujitambulisha kwa mzee kwamba anataka kufunga ndoa na Funke, na yaliyopita si ndwele, wagange yajayo. Sijawahi kukuibia chochote mzee wangu, hata shilingi 100. Nimeleta chochote kitu hiki hapa kama kujitambulisha kwamba nataka kumwoa binti yako na ninampenda sana. Lakini pia na akaunti yako tangu zamani kama ndo ile hujabadilisha, basi nitakuwekea milioni 15 naira. Ni kama milioni 32 ya Kitanzania. Asante sana kijana. Asante sana. Nitatumia hiyo pesa kwenda kufungua biashara tena. Ngoja nikaziweke hizi pesa ndani. Basi Funke kuna ndege anaiwahi kama dakika 20 kutoka sasa, anataka kwenda Uturuki kuchukua mzigo mwingine tena katika biashara zake. Mzee anatoka nje, anakuta Funke amesindikizwa na binti yake. Anasema, nimemkosea sana huyu kijana. Najutia sana matendo yangu mabaya. Kweli hakuna aijuaye kesho. Kwa kweli hakuna aijuaye kesho. Mbeka. Hakuna aijuaye kesho wanangu. Mimi naitwa Seda, Gusalama Kengele. Kama tutafika kesho, tutadondosha tena dude lingine. Hakuna aijuaye kesho. Nilikuwepo. Chao. Niachie comment hapo chini umeelewa nini.